Mujtaba Hussein Khamenei, huyu ni kijana wa pili wa aliyekuwa supreme leader aliyefariki dunia Ayatollah Ali Khamenei, ambapo kimsingi kijana huyu mwenye umri wa miaka 55, binafsi nimeshuhudia machapisho kadhaa yaliyochapishwa kwenye digital platform yakisema kwamba tayari lile baraza kuu la maulamaa limepiga kura na limemtangaza kama ndiye Ayatollah mpya ama mrithi wa Ayatollah Ali Khamenei ambaye ni baba yake, kwa maana nafasi ya juu ya uongozi katika taifa la Iran, supreme leader. Jambo ambalo binafsi limenitafakarisha, lakini mpaka hivi sasa hatujashuhudia taarifa rasmi kutoka Iran wakisema wazi ya kwamba wanamtangaza ama wamemtangaza na ni kweli ndio waliompigia kura kwenye lile baraza la maulama ambalo ndio linakwenda kufanya maamuzi ya kumchagua Ayatollah ama supreme leader baada ya yule kiongozi wa mpito ambaye amechaguliwa, ambaye hivi sasa ni Reza, kufanyika mabadiliko na kuchaguliwa yule wa moja kwa moja. Imenilazimu kumtafuta mchambuzi wa siasa za kimataifa, hususan eneo la Mashariki ya Kati, Bwana Aliamtu. Yeye ananipa taarifa na uhalisia wa hili tukio lilivyo na kusema wazi ya kwamba mpaka hivi sasa hakuna kitu kama hiko. Tupate nafasi ya kumsikiliza. Kwanza Kashmir, nimeona hiyo taarifa nimeiona, taarifa ambayo inachoelezwa ni tofauti na uhalisia jinsi ulivyo. Kwanza Mujtaba Hussein Khamenei hajateuliwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran, anaitwa Rahbar al-Imam. Cheo cha kiongozi mkuu Iran kwa Kiswahili inaitwa kiongozi mkuu, Kiingereza tunaita supreme leader. Kwa Kiiran au neno halisia, title halisia inatumika kuwasilisha maana ya kiongozi mkuu Iran, anaitwa Rahbar al-Imam. Sasa hizo ni fununu zinazoenea sana, kwa sababu kuna taarifa ambayo imethibitishwa kwamba jeshi la mapinduzi la Kiislamu, Islamic Revolutionary Guard ya Iran, ndio limependekeza kuwa Mujtaba Hussein Khamenei awe ndio kiongozi mkuu wa Iran, yani awe Rahbar al-Imam. Lakini mamlaka ya uteuzi wa kiongozi mkuu hayafanywi na chombo cha jeshi la mapinduzi, yani IRGC, Islamic Revolutionary Guard Council. Hawa corps hawana mamlaka ya kuteua, ila wao wamependekeza. Na toka zamani huyu Mujtaba Hussein Khamenei alikuwa anatazamiwa kuwa anaungwa mkono sana na jeshi la mapinduzi, kwa sababu amewahi kushiriki vita. Kumbuka alishiriki vita vingi sana vya Iran, na aliwahi kuwa kiungo kikubwa sana cha kikundi kinachoitwa Al-Kitabi al-Imam ambao kiko Iraq, ambao sasa hivi kinafahamika kama Al-Kitabu Hizbullah. Sasa hiyo ni moja, lakini jambo muhimu la kuelewa ni kwamba utaratibu wa kumpata kiongozi mkuu wa Iran unafanywa chini ya baraza la maulama, chini ya baraza la maulama au chini ya baraza la wataalamu wa dini kwa lugha nyepesi, ambao kwa Iran inaitwa ni expertise assembly au kwa lugha nyingine inaitwa ni expertise council. Baraza la maulama ndio wana mamlaka ya kumteua kiongozi mkuu wa Iran, ambayo hili baraza linaundwa na wajumbe 88. Kati ya wajumbe 88, wajumbe wengine wanateuliwa na mabaraza ya dini katika miji mikuu mitakatifu ya Iran kama mji wa Qom na miji ya Najaf na miji mingine, miji mikuu mitakatifu ya Iran. Lakini pia kuna wajumbe wanaotokana na uteuzi wa jaji mkuu wa Iran, jaji mkuu wa Iran ambaye anaitwa Ghuram Hussein Ejei. Huyu ndio pia ana nafasi ya kuteua, na wengine wanateuliwa na kiongozi mkuu wa Iran. Hayo ndio ambayo nimekuandalia siku ya leo kwenye sehemu ya ripoti kwa yale ambayo yanaendelea Mashariki ya Kati, lakini tumeshuhudia hii leo baadhi ya nukuu na sehemu ya hotuba za viongozi mbalimbali, wakiwemo waziri wa taifa la Uhispania, lakini vivyo hivyo kiongozi wa taifa la Italia kwa maana ya waziri mkuu, pamoja na Uingereza
na kueleza ya kwamba hawakubaliani moja kwa moja na kile ambacho Rais Donald Trump anaendelea kukifanya, bali ya kuwa sehemu ya kitendo hiki huenda kikachukuliwa kama sehemu ya kuwekeana vikwazo na kutokukubaliana ya kuunga mkono jitihada za Marekani dhidi ya taifa la Iran. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, na kama utafika utaniona.